Haleluya. Shalom mtu wa Mungu. Basi leo nilikuwa nikisoma Biblia, nikasoma nikaangalia kabla ya kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, Mungu kabla hajashusha moto alikuwa anatafuta angalau watu wachache wenye haki katika ule mji ili apate kuusamea ule mji. Lakini Ibrahimu alipokuwa amesimama mbele za Mungu akiomba, akimwambia Mungu usiangamize wenye haki pamoja na waovu, Mungu akakubali kumsikiliza. Akamwambia kwa sababu ya wenye haki sitawaangamiza nini au walio wabaya pamoja na waovu. Basi Ibrahimu akamwambia Mungu ya kwamba basi pengine wataonekana huko labda 50. Story hii utaipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 18. Pale utaona. Sasa Mungu akamwambia kwa ajili ya hao 50 sitaiharibu hiyo nchi. Akashuka tena akisema Bwana labda pengine watakuwa 50 hawapo, labda 45. Mungu akamwambia kwa ajili ya hao 45 sitaangamiza. Akashuka tena labda wakaonekana huko 35. Akamwambia kwa sababu ya 35 sitaangamiza. Akasema Bwana hata hii mara moja tena, labda wakaonekana huko 30. Bado ikawa ngumu. Akamwambia basi labda wataonekana 20. Akamwambia basi hata kwa ajili yao 20 sitaiangamiza Sodoma na Gomora. Basi akashuka tena akamwambia basi hata 10. Akamwambia basi hata 10 sitafanyaje, sitaangamiza. Lakini angalia, hata 10 katika ile Sodoma na Gomora, hakuna katikati ya maelfu ya watu, hakuna watu ambao walikuwa wanamcha Mungu zaidi ya mtu mmoja tu ambaye alikuwa anaitwa Lutu. Na kwa sababu ya rehema na maombi ya Ibrahimu ambaye ni ndugu yake, labda kwa neema ya Mungu ikabidi mbebe Lutu. Lakini tofauti na hapo, Mungu akakasirika, akaamua kuachilia adhabu kwa ajili ya ule mji. Sasa tunajifunza nini? Kwamba taifa au nchi inapokuwa imejaa maovu, inapozidi maovu, Mungu anapotaka kuachilia hasira yake, watakatifu wakakosekana, Mungu atashindwa kuisamehe. Mungu angeachilia rehema ikiwa katikati ya wale watu labda kungekuwa na watumishi wa Mungu, katikati ya wale watu kungekuwa na watu ambao wanamcha Mungu, Mungu angewasamehe. Lakini katikati ya Sodoma na Gomora hapakuwa na watu zaidi ya mtu mmoja tu peke yake. Sasa hebu imagine leo hii hata kwenye familia yako ni watu wangapi ambao wanamcha Mungu? Wengi wanafurahia maovu. Kitabu cha Mithali sura ile ya 3 mstari wa 33 inasema hivi: laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu. Alafu anasema bii yake, bali huibariki maskani ya watakatifu. Unaona, familia nyingi hazina baraka, mikoa mingi, nchi nyingi hazina baraka kwa sababu ya maovu ambayo yamekithiri. Na Mungu anapotafuta wenye haki hawapati kwenye hiyo nyumba, hawapati kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu inawajilia wale watu, kwa sababu hakuna watu wa kuweza kusimama mbele za Mungu. Mungu akawasikiliza. Maombi ya wenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Sasa ni watakatifu au ni watu wangapi wenye neema katika familia yenu ambao wanaweza kusimama mbele za Mungu wakachukua maovu ya familia yenu? Mungu akawasikiliza, akaachilia rehema tena kwa ajili yako, akaachilia rehema tena kwa ajili ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Sasa Biblia inasema hata kama mmekuwa waovu, basi msio waovu kupita kiasi. Kwenye ile Mhubiri ile sura ya 7 mstari wa 17 anasema usiwe mwovu kupita kiasi. Sasa tumeziacha dhambi zikazidi mpaka Mungu anakasirika. Watu wa Mungu, ni wakati wa kurudia toba. Ikiwa unaona kabisa hapa nilipofikia au taifa linapofikia na maovu na dhambi zinapozidi, ndivyo ujio wa Yesu Kristo unapokaribia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiangalie kwa sababu watu wanatenda maovu nao uende pamoja nao. Jitenge, tafuta nafasi yako wewe na Mungu. Mtafute Mungu wakati wako na nafasi yako. Mungu pengine ataachilia rehema kwa ajili yako, familia yako itaokolewa tena. Kwa ajili yako ndoa yako tena ikaokolewa. Kwa ajili yako watoto wako wakapona hata kama wako katika maovu. Angalia kisa cha Ayubu. Ayubu alikuwa akitoa dhabihu kila asubuhi akisema labda pengine watoto wangu wamefanya dhambi. Lakini kwa sababu ya dua na sala za baba yao, pengine ziliwabariki, pengine zikawainua. Lakini walikuwa wajui, wao walikuwa wanaona ni kawaida tu, ni watoto wa anasa, ni watu ambao wanaenda jinsi wanavyotaka. Lakini kwa sababu ya mwenye haki mmoja, Mungu anaweza kuokoa taifa. Kwa sababu ya wenye haki wawili katika familia, Mungu anaweza kuokoa taifa. Msikubali katika familia yenu kukosekane watumishi wa Mungu. Mtafuteni Mungu, watu wa Mungu. Mtafuteni Mungu kwa juhudi zenu, naye Mungu ataonekana. Mungu awabariki sana, muwe na siku njema.